uzima au. Ndio maana wanafalsafa fulani wakawaza, unajua watu wanawaza mpaka wanapotea, wakasema mtu anakufa kwa sababu ameamua kufa, sio? Ukifa umeamua kufa, au ukiugua umeamua kuugua. Lakini walikuwa na maana hii, haleluya, kwamba hatima ya mtu iko mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utakachokifanya leo ndio hatima yako. Utakachokiamua leo ndio hatima yako. Ukiamua kumchagua Yesu Kristo leo, hatima yako ni kuishi na Yesu Kristo milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiamua vinginevyo, basi ndipo Yesu Kristo anasema wakati ule utakapofika atabagua kama kondoo na mbuzi. Atabagua, sio? Hivi kondoo na mbuzi wanafanana? Kondoo watakaa upande gani eti? Kulia. Haya, kondoo hapa kulia, kushoto mbuzi hapa. Sasa sijui kwa nini maneno yale yalifananishwa na wanyama hawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia mara nyingi ukiangalia inachukua mifano ya kawaida, maisha ya kawaida, ili watu walielewe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mbuzi inaonekana wanaruka tu, lakini kondoo wametulia. Na Yesu Kristo vile vile yeye amefananishwa na mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atatenganisha kama mchungaji wa wanyama, sio binadamu. Sisi kama kanisa anavyoweza kubagua kondoo na mbuzi pande huu pande huu. Sasa mbuzi wakawakilisha watu wanaotenda maovu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaorukaruka. Sasa wewe utakaa mwenyewe ujitafakari kwamba maisha yako unarukaruka au umetulia. Kusema umekuja kanisani ni jambo la kwanza, lakini na kuishi maisha matakatifu ni jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuja kwako kanisani kuna kufanya wewe uwe katika mazingira ambayo unaweza kufanya maamuzi sahihi. Haleluya. Unapokuwa peke yako usiku, ukipigwa tochi hivi, uko mazingira gani, unafanya nini? Na hili tochi la Mungu linapiga tu moja kwa moja, naona wewe kijana, vipi hapo unafanya nini? Mbona hapa sio sahihi, unachokifanya sio sahihi. Wewe kijana, mbona unavuta bangi wewe? Hii si sigara, hii si pombe, hii si kitu ambacho no. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ni kwamba binadamu tunajisahau. Haleluya. Ayubu akasema hivi, nilitoka alisemaje? Nilitoka hebu tuambie. Ayubu akasema nilitoka uchi, nitarudi uchi. Bwana asifiwe. Sasa enzi zetu hizi Mungu watu akiwabariki watu, amewabariki magari, amewabariki nguo, amewabariki nyumba, vitu vizuri na nini, wamesahau kwamba wako uchi tu. Kama tungetafakari jinsi tulivyoingia duniani, basi tungemsihi Mungu tuishi maisha ya utulivu, tukijua kabisa kwamba ipo siku tutarudi kama tulivyoingia. Ni bahati mbaya sana kwamba binadamu wanasahau. Na ndivyo ilivyo. Kama binadamu, mazingira yanaweza kumbadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo ambalo tunahitaji kutafakari. Ayubu alizama sana, akatafakari sana. Lakini kwa nini tufikie mahali tunasahau kwamba tuliingia? Yaani mimi najaribu kutafakari kwamba mimi wakati nazaliwa, yaani sekunde ya kwanza ilikuwaje, nililiaje, ilikuwaje? Umeona? Sasa mbona niko hivi? Ikoje? Alafu ninakwenda wapi, inakuaje? Bwana, tuendelee kutafakari, tusipotezwe na dunia. Haleluya. Tufanye shughuli zetu sawa, tupate fedha sawa. Mzee wangu pale anasema muda mwingi yuko kijijini. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mpigieni makofi mzee wetu.
na mzee mwingine tena kijijini. Haleluya jamani, fedha ziko kijijini haziko mjini. Haleluya. Lakini kama mnakumbuka yule alisema kama mnataka mali mtayapata shambani, kama mnataka mali mtayapata shambani. Haleluya. Twende mashambani tukalima. Hata mchungaji analima sana. Ila mchungaji kuna siku aliahidi akasema hivi, kuna siku tabidi nichukue washirika. Bwana asifiwe. Tabidi nichukue washirika au na watu wengine nikaoneshe kwamba na mimi ninalima. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunasubiri ile ahadi. Hilo unajua ukisema watu hawasahau wote. Kwa hiyo baba, tunasubiri ahadi siku moja utupeleke shambani kwako. Nitachukua wajumbe hata Umesikia? Mchungaji atachukua wajumbe wawili wa kanisa hili wakaone anavyolima. Sasa kama atakuwa analima kisasa au alimi kisasa, muangalie vizuri. Wanasifiwe. Ndio kuna wataalamu kama alimi kisasa mtoe ushauri. Lakini mchungaji anavyojua analima kisasa. Yaani analima kwa wakati, anapanda kwa wakati na mbolea kwa wakati. Mwindi kutoka huko hapa. Makofi kwa ajili ya mchungaji wetu. Utakatifu, tulikuwa tunazungumzia utakatifu. Ndugu waenda mbinguni, tusijisahau. Haleluya. Tusijisahau. Sisi sote tunapita. Na hata hivyo watu wapo waliopita. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wakina Hitler wako wapi? Hitler kwenye historia ni mtu ambaye alifanya maangamizi makubwa sana. Aliua karibu wa Israeli wangapi? Kama mnakumbuka wangapi? Milioni 6. Milioni 6. Lakini yeye yuko hapa. Tena mtu kama huyo akifanya hivyo, na yeye maisha yake yanapunguzwa mapema tu.